Kundi la tatu la aina ya watu wagumu kuishi nao ni kundi ambalo linaitwa the know it all. Yaani hawa wanaitwa wajuaji. Hawa ni watu ambao wanajua kila kitu, hamna wasichokijua. Mara nyingi sana yeye utamsikia anasema, au yeye anakuwa anajiona kwamba yeye ndiye ana akili kuliko wote kwenye taasisi, yeye ana akili kuliko wote kwenye ukoo, yeye ana akili kuliko wote kwenye mtaa, yeye ana akili kuliko wote kwenye nchi. Anakuwa anaamini hivyo kwamba mawazo yake tu ndio mawazo ya mwisho, ndio hitimisho. Watu wengine wote mnatakiwa mfate mawazo yake. Ni watu ambao wanajua kila kitu. Mara nyingi sana huwa ni waongeaji, wanaongea sana, lakini pia huwa hawakubali kukosolewa. Yaani ukimkosoa atajitetea, ukimkosoa atakuwa adui yako, ukimkosoa mtajenga uadui wa kudumu. Hawapendi kukosea kwa sababu wao hawakosei. Wao ni miungu watu, hawakosei. Sasa watu kama hawa unapoishi nao usiwaibishe mbele za watu. Ukimwaibisha mbele za watu, maana yake umefanya kosa kubwa la kudumu. Kama ni bosi atakufukuza kazi. Kama ni kwenye ukoo anaweza akakutenga kwa sababu anakuwa pia ni watu wenye influence. Anakuwa ni mtu ambaye ana nguvu fulani. Maneno yake yanaaminika kwa sababu pia wanakuwa ni waongo. Ndani yao kuna uongo mwingi. Wana manipulate watu ili waamini kwamba ni kweli wao wana uwezo kuliko watu wengine. Kwa hiyo usimwaibishe mbele ya watu. Badala yake kwanza tambua kile anachokijua. Yaani muonyeshe kwamba unatambua kile alichonacho, na kwamba yeye alichonacho unatambua kwamba ni kikubwa. Tambua alichonacho, lakini ongeza mawazo yako taratibu kwenye mawazo yake. Tumeelewana vizuri? Yaani unaona, kwa mfano watu kama hawa unaweza kushangaa, kuna mkubwa kwenye taasisi, kuna mkubwa kwenye ukoo, lakini yeye atajaribu kuonyesha watu kwamba yeye ana nguvu zaidi, anajua zaidi kuliko yule mkubwa, na anataka watu wamfuate. Sasa yule mtu unatakiwa mawazo yako uyaongeze taratibu, usimkosoe. Ile wewe kama vile unaongezea wazo. Aisee, nilikuwa nataka niongezee alichosema mtu fulani, ameongea vizuri sana, nataka tu niongezee. Kwa wale utajiona kwamba wewe unafuata mawazo yao. Huna kitu cha kwako kipya, umechukua cha kwao. Kitu chako kinatokana na jambo lao na kitu chao. Kwa hiyo unaweza kumwambia, umeleta hoja nzuri sana. Na pia nilikuwa nafikiri, je, tunaweza tukaangalia kwenye upande mwingine huu? Tukaangalia kwenye engo nyingine. Kwa hiyo haumkosoi, ila ni kama unaboresha kile ambacho yeye anacho. Ukifanya hivyo utakaa na watu hawa kwa amani sana, ingawaje ni watu wagumu. Usiache kushare na kunifollow. Naitwa Alex John Anania. Tutafuata kutazama kundi la 4 kwenye episode inayofuata. Asante sana, nashukuru.